Kuingia nchi ya nje kufanya kazi ni jambo la kwanza, lakini jambo muhimu ni namna gani unaweza ukaishi ndani ya mkataba wako wa miaka 2 au zaidi bila kuwa na changamoto ya kurudishwa nyumbani ama kufukuzwa kazi. Leo nataka nizungumzie baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mtu kufukuzwa kazi na kurudishwa nchini kwake. Tukianza na nidhamu. Nidhamu sehemu yote ya kazi inatakiwa mtu awe na nidhamu nzuri. Inapotokea hauna nidhamu nzuri sehemu yako ya kazi, hauna nidhamu kwa ajira wako, hii inaweza kusababisha kuvunja mkataba wako na kufukuzwa kazi. Lakini pia utendaji mbaya wa kazi. Unapofika kule, lengo kubwa wewe ni kwenda kufanya kazi, utapewa majukumu yako na mwajiriwa wako ambapo ufanye kazi mbalimbali. Endapo unakuwa na utendaji mbovu, hauperform vizuri, kazi unafanya vibaya, unafanya ovyo ovyo mradi umefanya, hii pia inaweza kusababishia wewe kufukuzwa kazi na kurudishwa nchini kwako. Lakini pia sababu nyingine ni ukiukwaji wa sheria za nchi. Kila nchi inatambulika kwamba ina sheria zake na utaratibu wake. Makosa mengine kama uhalifu, makosa ambayo yanasababisha unavunja sheria za nchi, yanaweza kusababisha ukafukuzwa na kurudishwa nchini kwenu na mkataba kuvunjwa kabisa. Sababu nyingine ni kuvunja sheria za mkataba. Unapoelekea nje ya nchi kufanya kazi, lazima utakuwa na mkataba ambao utakuwa unaelezea sheria na taratibu ambazo utahitajika kuzifuata. Unakwenda kinyume na sheria hizo na taratibu, hii inaweza kupelekea wewe kufutwa kazi. Mfano, katika mkataba wako wameandika kwamba masaa yako ya kazi yatakuwa masaa 10, lakini wewe unafanya masaa 5 tu, ama unatakiwa uamke saa 12 uanze shughuli zako, wewe unaamka saa 5. Hiyo ni kwenda kinyume na sheria za mkataba, utaratibu ambao umepangwa na mkataba. Inaweza kusababisha pia kufutwa kazi. Hayo ndio makosa ambayo yanaweza kupelekea wewe kufutwa kazi na mkataba wako kuvunjwa. Basi ili uepuke makosa haya, unatakiwa kwanza uhakikishe unafanya kazi zako vizuri, unakuwa na nidhamu. Fanya kazi zako vizuri kwa wakati, kwa kama ulivyopangiwa na mwajiri wako. Hakikisha unatimiza wajibu wako ipasavyo.